to say goodbye to our sister Lucy. We know the pain, the agony, and especially to the husband and the children, sisters and brothers. But Father, we are here to give them hope, as all the reading has done, that though we are mortal, we know that, Father, we have a second home, and that is heaven. Help us to understand your word, and help us to be helped by this word, so that we shall stand firm. And these are our humble prayer, in Jesus' name. Amen. I want to take this moment kulete rambirambi zetu kwa familia ya Francis, kwa vile tunajua kwamba wana majonzi na uchungu, na wale ambao washafiwa, they know what it means. That even sometimes we go and console people and tell them, tunajua muna feel nini. Hakuna yeyote aliye hapa anaweza akahisi yale Francis na watoto wanapitia. Ni wakati mgumu, ni wakati wa huzuni, ni wakati wa majonzi, lakini wale ambao wanamtumainia Bwana, there is hope. For all of us who are believers and who are gathered here, tunajua kaburi sio mwisho. We shall live and reign together with God forever. Ibada ya leo tumeshikana kwa sababu Ng'ang'a na familia wamekuwa wa dini zote. And that's why we are here. Mainly the Anglican Church of Kenya, Diocese of Kenya South, and now together with Father George and the rest of the pastors that we shall introduce to you later. Kwa hivyo tuko hapa ili tuweze kusimama na hii familia. Nimekuwa wa familia miaka nyingi, more than 25 years. Tumeperekana na hii familia. Ng'ang'a amekuwa ni rafiki wa dhati sana na wa karibu. Tulianzana wakati wa siasa miaka nyingi iliyopita, na kwa hivyo tumekuwa na yeye. As you are aware, the mother come from Kabete, Wangige, and that's where we are here. Ng'ang'a najua kuna Wakristo wengi sana ambao umewaguza, wametoka ACK St. Paul's Mother Church Kabete. We have ACK St. Mark's Dorarua, they are here. We have ACK Kiahuria Parish, and we have ACK St. Peter's Ndonyo. All of us, we are here because of you. Kwa yale ambaye tumeshikana na tumefanya pamoja. Hata askofu wetu wa uaskofu huu, the Right Reverend Charles, angekuwa hapa, lakini ako na retreat pale Naivasha, na basi ametuma rambirambi zake. All the protocols observed here. We are only here for one main agenda, that we have come to console and comfort this family. Ili tuweze kuambia kwamba hata ingawa Rusi ametuacha, Mungu hatachuacha. Mungu bado ako pamoja nasi, ako pamoja na nyinyi familia, and especially Ng'ang'a now, as the head of this family, God will never leave you, neither forsake you. Ningetaka kwa kifupi sana tuulizane, who is a human being? I have been struggling with this. Who is a human being? Because at times, the way you see things happen here on earth, sometimes tujiulize, mwanadamu ni nani? And I will be using the word of God from the Bible so that we understand who is a human being. Kwa sababu za zingine hata sisi wenyewe hatujielewi. The reading that was done, that is in Isaiah chapter 40, verses 6 especially and 8.
And I want to repeat this. A voice says, cry out, and I said, what shall I cry? All men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass wither, and the flowers fall, because the breath of the Lord blows on them. Surely the people are like grass. The grass withers, and the flowers fall, but the word of God stands forever. So tunapojiuliza today, mwanadamu ni nani? Already Isaiah has answered that question. So it is very biblical. If you read 1 Peter chapter 1 and verses 24 and 25. People are like grass. Their beauty is like a flower in the field. The grass withers and the flowers fades, but the word of the Lord remains forever. The New Testament reading that was done here right now is 2 Corinthians 5 and verse 1. For we know that if the earthly tent, which is our house, is torn down, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. In other words, all these readings ambazo tumesoma zinajaribu kutuelekeza na kutuambia mwanadamu ni nani. For sure, if you read Psalms 39 also you see. Inasema wakati mwingine una kiburi, wakati mwingine unajisifu, lakini sisi ni kama shadow. Today we are there, tomorrow we are not there. And therefore today we want to remind all of us today, vile tulivyo siku ya leo, na vile tumekuja siku ya leo, it doesn't matter. It doesn't matter. Our possessions, all what we have. Lakini Biblia inatuambia vizuri sana. We are like the grass. We are like the flowers. Within a week, tukipumzisha ruse pale ambapo tunaenda, and all the beautiful flowers ambazo tutawekelea pale, just come after a week. Is when you understand, sisi tunaambia ni kama maua. You get all those flowers have dried up, na hazina maana tena. And for sure even the grass, as the Bible says, asubuhi ukiamuka unaona nyasi ni nzuri sana. Wacha ikanyangwa kidogo, inaanza kukauka. Kwa Greek tunasema ikaji ya kohoha. Kwa sababu mwanadamu ni hivyo. Wale ambao mmemuona Ruse the other day, mimi tumekuwa naye September. Just September. Tulikuwa naye kanisa langu moja la St. Mark's Ndorarua. Na tukawa na ibada nzuri sana pamoja na familia wakiongozwa na Francis. But today is something different. Kwa hivyo tungetaka sisi zote tuambiane na tujue ya kwamba we are like grass and we are like flowers. And we are here to remind you, all what we are asked by the word of God is to follow and to click on that God and that word. Because when all other things fade away, the word of God will remain forever. Na hapo ndio tunapaswa tushikirie. And this is what we are telling the family, Francis, and your children, and the whole family. Tujue ya kwamba hii maisha ina msukosuko. Hii maisha ina shida. Hata ukiona mtu akijipiga kifua, ajue tu ni leo, kesho wako chini. The other day I was telling people, kings comes and kingdoms comes and go. The only kingdom that reigns forever is the kingdom of God. Hizi zingine zote zinakuja, zinaenda. I was reminding myself the other day, tukiangalia uongozi wa nchi hii, tukianzia wakati wa Moi, tumekuja, tumefuata, tumekuwa pale. And we can be able to testify what has happened.
kwa sababu wanadamu wanazaliwa na wanakufa. Inawaritane huwa tunasema kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. It gives us the seasons. Inatuonyesha ya kwamba mwanadamu anakuja na anaishia. And it is good for all of us today, as we are seated here, tujue ya kwamba leo ni ng'ang'a amefiwa na mke, watoto wamefiwa na mama yao, tomorrow kuna mwingine, kesho kutwa kuna mwingine, because this is how life goes. And what required of us ni kunyenyekea. Let us humble ourselves. Za zingine sisi tukiwa kanisa, tunapoona watu wanajipiga kifua tunasema haujui. Tumekuwako. Historia imetuonyesha mahali tumetoka, mahali tuko na mahali tunaenda. And I therefore today I want to plead all of us that we should know that our beauty today. Mtu anaonekana akiwa mzuri sana, akiwa mzima wa afya. Kama tungeuliza mwanadamu, hatungejua ya kwamba kwa vile tuliona Ruse alikuwa mzima wa afya. That September when he was in St. Mark's Doraru ACK, alionekana mchangamfu. Tulikula lunch pamoja, tulisoma ibada pamoja, na alikuwa mchangamfu. But today we are talking of something else. And therefore we are being reminded today, hata wakati uliye na uzima, hata wakati uliwa na afya, lazima umkumbuke ambaye Mungu alikuumba. Let us always remember about the Creator, because all of us hapa ndio tutaishia. Haijalishi wewe ni nani, haujalishi umesoma mpaka wapi, haujalishi umetajirika mpaka wapi, hapa ndipo tutaishia. Because it is only God who reigns forever. All of us, they come and go. And therefore Biblia inatukumbuka siku ya leo ya kwamba we should humble ourselves and we should have God in our lives, kwa sababu huyo ndiyo anaishi, huyo ndiyo ataishi. Wakati hatukuweko alikuweko, wakati tuko ako, wakati hatutakuwa bado atakuwa, because it is God. He doesn't have the beginning, neither the end. Paulo ametukumbusha. You can see this doom and this tent is very nice. Lakini I want to assure you, by the time we'll be done pale kwa grave, utaona watu watakuja kwa haraka sana to remove this tent. Kwa sababu pengine hapa kesho kuna maua itapandwa, because upande huu ni maua tunapanda. I have served this parish for many years, Red Hill. Kwa hivyo tunajua upande huu ni wa maua. Kwa hivyo tunaambiwa again we are like a tent. Kwa sababu tent huwa inawekwa na kusudi fulani. Like now today, hii tent imewekwa ili tuwe katika hii ibada. Na ili tuweze kumpumzisha dada yetu Ruse. Lakini after that, haitakuwa na any meaning. Itatolewa ili hapa kazi iendelee. Can you just imagine you are like a tent? Can you check your neighbor? Na usimwambie kitu. Just check your neighbor na usimwambie kitu, ili ujue wewe ni nani. Ujikumbusha tu. Can you just imagine you are like this tent? Ya kwamba after 2 hours or 3 hours itatolewa Bwana Sonko. Na mambo zingine ziendelee hapa. That is a human being. Kwa hivyo hata wale ambao wanajihisi na wanajisikia wako juu sana, they are just but like this tent. Na ndiposa tunajaribu kuambia kama kanisa, let ourselves humble before the Lord. Tunyenyekee kwa Mungu. Tusijipiga kifua. Kwa sababu tumezoea sisi watu wa Afrika kujipiga kifua. Ni mimi niko. Ni mimi ninasema. Utasema mpaka lini? Your time is limited. Kwa sababu mwanadamu maisha yake ni mafupi. When you go to the grave, we shall say, dust to the dust, ash to the ash. It is a reminder. In Anglican Church, we go together with Roman Catholic.
we should have our Ash Wednesday. And that is what we do. And even we smear the ash on the forehead. And then as we do that as a priest, tunakukumbusha wewe ulitoka kwa mavumbi. Na kwa mavumbi wewe utarudi. Bwana asifiwe. So that's why we are saying, tunapoishi hapa, uwe tajiri, uwe maskini, uwe nani ama nani, jua wewe maisha yako ni mafupi sana. And even as you do all other things that you do, usikawai sahau na Mungu wako. Kwa sababu mambo inapokuwa mazito, for all of us we go to that God. Saturday, wakati Lucy aliaga, I was there in the hospital. Tulikuwa na mheshimiwa, nilikuwa na mchungaji wangu, na tukawa na familia. And I remember Dr. Gadhua, nikamuuliza swali. Wakiwa na Dr. Peter and Dr. Khan. Nikawauliza, how is our patient faring? Wakaniangalia, Dr. Gadhua akaniambia, yetu tumemaliza. Sasa ni yenyu sisi. He was not referring to us. Because for us what we carry is that God. It's the gospel that we carry. It is the hope that we carry. Lakini Mungu akatuambia sasa ni nyinyi. Na akaondoka. Kwa hivyo, unapoishi, kwanza muheshimu mchungaji. Hajui kama yeye ndiye ataongoza ibada yako kesho. Ukienda upate mti mahali, tunza huo mti. Haujui kama huo mti ndio utatengeneza jeneza yako. Halo? Unapokutana na rafiki, mfanyie vyema. Haujui kama yeye ndiye ataattend mazishi yako kama vile tumefanya. In other words, heshimu kila mtu. Heshimu kila mtu. Lakini ya zaidi kabisa, tumkumbuke Mungu. Because as the word read in Isaiah 40 and verses 8b, that the grass withers and the flowers fall, but the word of our God stands forever. Kama madaktari wamejua na alifika mahali wakaniambia, we have done our best. We have done our best. And I remember Dr. Gadhua telling me, tumeweka zile dawa ambazo the best in this nation. And there is nothing else that we can do. Kwa hivyo tumwachie Mungu. We want to direct you to this God. Hata wakati mambo imekuzunguka. Hata wakati mambo ni magumu sana. Mtegemee Mungu. Mtegemee Mungu. Is only God who cannot be bribed. He do justice to everyone. He do justice to everyone. He loves everyone. He cares everyone. Huyo Mungu ningetaka kuambia siku ya leo, tuende kwake. I just want to demonstrate practically. My evangelist, can I have these two things? Pengine wale ambao hawakusoma Sunday school, unapofundisha watoto wa Sunday school, wanashika vizuri sana kile wanaona kuliko kile unawaambia. This is the flower I'm talking about. And Peter is talking about. And even Isaiah is talking about. Lakini hata ukiangalia hii ua langu sio kama lile. Lile limekaa kidogo. And that's why you can see it is starting to wither. So within another 2 days, hii itakuwa haina faida. And even the glory that it has, haitakuwa nae. Kwa sababu it will wither. So this is the flower. This is the grass. And by the way, all the texts zinatuambia mwanadamu ni kama hizi vitu mbili. It's like a flower, it's like a grass. Kwa hivyo tujue ya kwamba the glory that we can see in you today, the glory that we can see in you today
kesho haitakuwa, kwa sababu huyo ndio mwanadamu. And therefore, what we are supposed to do, we are supposed to clean on God. Tupata huyu Mungu ambaye yeye, he will never wither, he will never dry, he remain God from the beginning to the end. Kwa hivyo siku ya leo tunapompumzisha dada yetu Lucy, let us remind ourselves and let us change our perspective of seeing things. Na wewe mahali huko, usijisifu sana, usiwacheke wengine, because you don't know your fate tomorrow. I'm sure before the day ends, and I'm not scaring you, before the day ends, kutakuwa mwingine anaenda. As we are doing this service, I know in my archdeaconry, there are about 3 burial services are going on in Kabete. Kwa hivyo inatuonyesha na inatuambia ya kwamba sisi ni wapita njia. And let me advise you as I sit. The only good thing, as you do all other things that you are doing, never forget your God. Never forget your God. It doesn't matter what you do. It doesn't matter how busy you are. It doesn't matter how senior you are. It doesn't matter how junior you are. But I want to tell you today, always remember God. And always remind yourselves, leo uko, kesho hauko. The Bible also tells us, wale walikuwa wa kwanza wanaweza kuwa wa mwisho, na wale wa mwisho wanaweza kuwa wa kwanza. Kwa hivyo haijalishi, you can be the bottom, but God can make you to be in front tomorrow. Kwa hivyo tushikilie na tujue ya kwamba Mungu ndiye mambo yote. And we pray this family, Francis, kama vile mmependa Mungu, kama vile mnasari huyo Mungu, kama vile mnamuogopa huyo Mungu, it is my request that mshikilie huyo Mungu. I know the gap that has been left. I remember asking you asking me that Saturday, Archdeacon, inaonekana sasa Rusi akienda, mimi nitabaki na nani? That is the question you asked me in Nairobi hospital. Lakini nikakwambia, God is there for you. The gap, ile pengo ambayo imeachwa, no human being can fill it. And I want to tell you for sure, hakuna mtu aliyoko hapa, hata wewe ni rafiki wa dhati sana wa Ng'ang'a, the gap ile imeachwa kati yake na mke, nobody can fill it, is only God. Kwa hivyo Ng'ang'a, nataka kukuambia, even when you look around and you see that God does not make any sense, because in such a situation unaweza ukaangalia Mungu ujiulize ako wapi, na haya mambo yakitendeka alikuwa wapi? But I want to tell you, is only God who will never leave you, neither forsake you. And number 2, hata ukipenda Lucy sana, hatutafika pale useme ungetaka kuzikwa na Lucy. Katika ibada za wafu nimefanya zaidi ya miaka 27 katika kanisa hili la Kianglikana. Sijaiona mtu kwa vile alipenda either ni mzazi wake, ama ni mtoto wake, ama ni mke wake akisema ningetaka kuzikwa na mke wangu ama mtoto wangu. Ni mmoja tu, niko upande wa Kiambu, alisema nataka kuzikwa, nikamwambia twende, ingia, lakini alikuwa ni mlevi. Na wakati alisikia nikisema ashikwe alekwe, sikumpata tena na sikumuona, kwa sababu the only person who goes with you beyond the grave is only God. Kwa hivyo tumtumainie huyo Bwana. Let us love that God. Let us respect this God. Let us serve this God. Na ndiposa Ng'ang'a, ningekwambia siku ya leo nikikuacha na familia, ya kwamba hata ingawa tutakuja tukija kukuangalia, and we shall be coming, some of us, not all of us, kwa sababu Bwana Dennis, sisi tuko na kazi nyingi sana, and we can be cheating Ng'ang'a. Ati utamuona nyumbani kama vile tumemuona, tumekuwa pamoja na yeye, tumefanya ibada huko, pengine hatutaweza kwa sababu ya kazi. Ng'ang'a,
wakati hautatuona, wakati hautaona Sonko ni rafiki yako sana, wakati hautaona Rigiji rafiki yetu, ujue Mungu yuko pamoja na wewe. Is only God who does never forsake us, neither leave us. Tumtumanie huyo Bwana, tumuishie huyo Bwana, na tujue watu wa Kenya, haya maisha ni mafupi sana. Whatever we do, how busy we are, ebu tumkumbuke Mungu, kwenda kusali, kwenda kumshukuru, even if it is 1 hour, kwa sababu huyu Mungu ndiye atabaki, na huyu Mungu ndiye atasimama milele na milele, wakati yale mengine yote yatakuwa imeisha. Kwa hivyo tuzidi kumtegemea Bwana, tuzidi kumwishia Bwana,